Shalom, shalom, karibu tena katika YouTube channel yangu. Leo nataka niwaletee story time jinsi nilivyowahi kukutana na malaika wa Mungu. Nafikiri story inaweza ikawa ni kama maajabu fulani kwa watu wengine kwamba inakuwaje mtu akakutana na malaika. Is it even possible? Je, hata inawezekana? Yes, inawezekana. Kwa sababu ukisoma katika Biblia, ukiangalia katika kitabu cha Waamuzi ile sura 6 kuanzia mstari wa 11, pale kuna story ambayo ilitokea ni kipindi kile wana wa Israeli walipokuwa chini ya utawala mzito, chini ya utumwa wa Midiani, wa Gideoni, wa nani, walikuwa wa Moabu, wa Midiani walikuwa watawala. Kwa hiyo kipindi kile wana wa Israeli walikuwa chini ya utawala, walikuwa ni kama watumwa, na hii mara nyingi ilikuwa ikiwatokea wanapomwasi Mungu na kutenda dhambi. Hivyo Mungu anaondoa ulinzi wake na mara moja wanavamiwa na majeshi, wanavamiwa na nchi nyingine, wanajikuta wako chini ya utumwa. Imewatokea mara nyingi sana wana wa Israeli, mpaka mara nyingine Mungu huamua, akawa anaamua kuinua waamuzi ili kwenda kuwatetea tena wanapotubu. Kwa hiyo katika story kwa mfano ukiangalia kitabu cha Waamuzi sura 6:11, anasema malaika wa Bwana alikuja akakaa chini ya mti ambako huyu Gideoni alikuwa ni mmoja wa wana wa Israeli, alikuwa amejificha sehemu anapepeta ngano, kwa sababu kipindi kile ilikuwa hata ukilima ngano kabla hujavuna wa Midiani wanakuja wanavuna. Kwa hiyo wana wa Israeli wanajikuta wanalima lakini wanavuna wageni, wanyama wao wanasombwa na wageni, yani wakajikuta wanaishi maisha ya kujificha kwenye mapango kama vile nungu, yani hawana chochote wanachoweza kufanya, na ni kipindi ambacho waliishiwa nguvu kabisa. Lakini Mungu siku moja aliwakumbuka, akaamua kumleta malaika wa Bwana, akaongea na Gideoni, akamwambia mimi nimetumwa kukuambia Gideoni uende sasa ukakomboe watu wako. Gideoni akasema mimi mbona ni siwezi, alafu ni mdogo, alafu sina nguvu, alafu nimetokea kwenye ukoo ambao watu hawana nguvu kivile, alafu mimi ni mtoto wa mwisho sijui nini. Malaika akaambia uende hivyo hivyo, Mungu atakutia nguvu, wewe ndio utakayewaokoa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa huu mzito. Kwa hiyo hapo ukisoma kuna story nyingi sana jinsi alivyofanya mpaka baadaye wana wa Israeli wakaokolewa kutoka kwenye utumwa ule. Kwa hiyo hapo utaona ni story ya malaika alitumwa. Kuna sehemu nyingi, Ibrahim alishatokea na malaika kibao. Mungu alituma malaika, nakumbuka kipindi kile akamwambia wewe Ibrahim, mke wako majira kama haya mwakani atapata mtoto. Sara akasema akiwa jikoni anapika akacheka, akasema uzee huu ndio nipate mtoto. Malaika akakasirika, akasema wewe kwa sababu hujaamini hilo ni tatizo. Kwa hiyo mara nyingi Mungu huwa anatuma malaika. Kwa nini? Kwa sababu kusoma kitabu cha Waebrania sura ya 1 mstari wa 14 anasema malaika ni wahudumu, ni roho zinazohudumia. Unaona, ni roho zinazotumika kuwahudumia watakatifu. Watakatifu ni nani? Watakatifu ni watu ambao wako hapa duniani wanaomwabudu Mungu. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine, yamkini umewahi kuhudumiwa na malaika lakini hukujua. Yamkini Mungu aliwahi kutuma malaika akakuepusha kwenye kitu fulani cha ajabu lakini hukujua. Lakini mimi story yangu ni kwamba nili-encounter malaika kabisa kwenye situation. Hii ni story yangu ilivyokuwa. Sasa nini kilitokea? Nakumbuka nilipoanza kazi nilipangiwa sehemu moja kufundisha huko Morogoro. Nikiwa mgeni kabisa hayo maeneo, kumbe nisijue eneo lile lilikuwa lina wamiliki, yani wachawi. Unajua wachawi wana kawaida ya kugawana territory. Yani mchawi bwana, nyie mnaweza kama mnaishi maisha ya kawaida, mnaendelea na maisha yenu, kumbe kuna wachawi wamejimilikisha maeneo, yani ili eneo la kwangu, ili la kwangu, ili la kwangu. Kwa nyinyi wote mnakuwa mko chini ya territory lakini hamjijui. Mnaona tu mambo mbona hapa yaendi, maisha mbona magumu, mbona vitu haviendi, mbona watoto wetu wana tabia hizi. Kumbe kuna mtu amewamiliki kwenye ulimwengu wa roho, yani mko ndani ya utumwa fulani lakini hamjui, mko kwenye territory ya wale vigagula. Sasa usipojua mambo ya rohoni sio rahisi kujua hivi vitu. Ni lazima mpaka uwe mtu wa rohoni ndio utaelewa kwamba kumbe kwenye ulimwengu wa roho pia kuna territory, yani kuna namna watu wanamiliki, kuna roho ambazo zinamiliki, kuna yani ni very strange. Kama ambavyo ulimwengu wa mwili una function, ndivyo ulimwengu wa roho una function. Kwa mfano kule Tanzania unakuta
kuna mabalozi wa nyumba 10, kuna mkuu wa kata, kuna katibu wa kata, mwenyekiti wa kijiji, nini, mpaka wilayani, mpaka mkoani, mpaka taifa, mpaka mkuu wa nchi. Ndivyo ilivyo hata kwenye ulimwengu wa roho. Territory zimegawanywa. Hapo kijijini kwenu au hilo eneo unalokaa kuna balozi wa wachawi kuna kata, kuna viongozi wa kata wachawi, kuna nani wachawi, nani mpaka taifa. Yani kama katika ulimwengu wa mwili jinsi ambavyo utawala ulivyo, na wao wanatawala zao. Kwa hiyo unaweza kujikuta unaishi huko kwenye territory ya mchawi. Sasa mpaka watumishi wa Mungu au wana wa Mungu watakapojua mamlaka yao na kukamata territory, until then mnakuwa chini ya territory ya nguvu za giza. Ni hapo mpaka mtakapojua kwamba na nyie kumbe mnayo mamlaka ya kuweza kukamata hizo territory na kuzimiliki, ndipo mtaona mambo mengi mazuri yakitokea. Lakini kama territory imeshikiliwa na nguvu za giza, na unakumbuka wao wanatumika chini ya shetani. Shetani chini yake ana kingdoms, ana principalities, ana nini. Yani na shetani ameweka na kingdom, ana nini chini yake, ana tawala nyingi sana. Kwa hiyo unaweza kukuta kuna kitu kinaitwa principalities au kwa Kiswahili tunaita enzi. Unaona, ukisoma kitabu cha Danieli utakumbuka kuna ile story ya Danieli anasema alikuwa akiomba Mungu siku 21 ili Mungu akumbuke neno lake alilolisoma kwamba Israeli siku moja watakombolewa utumwani, iliandikwa. Sasa akati anaomba kwa siku 21, Mungu alituma malaika, alimtuma Gabrieli. Malaika wa kupeleka habari huwa ni Gabrieli. Sasa Gabrieli alitumwa, lakini wakati anakuja kwa Danieli akakutana na upinzani wa territorial au principality wa hilo eneo, yani mkuu wa anga wa hiyo eneo akamzuia. Akamwambia, we Gabriel, unaenda wapi? Na hili ni eneo langu. Unaelewa? Sasa kama principality au huyo territorial na nini, huyo demon wa kiterritorial ana uwezo wa kuzuia malaika, my friend, how about you? How about you? Kwa hiyo ndio maana tunahitaji sana nguvu za Mungu. Alimzuia Gabrieli. Kumbuka Gabrieli sio malaika wa vita. Kwa hiyo akikutana na principality ya vita sio rahisi kupigana. Isipokuwa tu kitu kimoja, hawezi kushindwa kwa sababu Mungu ana malaika wa vita. Yani akitokea huyo hapo panachaka. Sasa alitokea baada ya kumzuia kwa siku kadhaa. Gabrieli yani alikuwa akishindana pale, lakini hawataki apite, hawataki aende akapeleke ujumbe wa Mungu kwa nani? Kwa Danieli. Danieli huku chini anakazana, Mungu nijibu, Mungu nijibu. Malaika wa kuleta majibu kazuiwa. Wakati mwingine unaweza ukawa unapambana sana kuomba na Mungu alisharilizi majibu, lakini kwa sababu hukuwa na mamlaka ya kumiliki eneo, hukumiliki anga, hukumiliki hilo eneo, huenda kuna malaika wa giza au tuseme principality somewhere anazuia majibu yako. Kwa unajikuta unasubiri, lakini usichoke kuomba kwa sababu Mungu huwa ashindwi na mapepo. Kwa hiyo ndivyo ilivyotokea kwa Mikaeli Danieli. Gabrieli alizuiwa, lakini Mungu aliona akaza akamwambia Mikaeli, angalia pale, Gabrieli nimemtuma kwa mtumishi wangu kazuiwa, nenda. Sasa Bwana Mikaeli yeye ni malaika wa vita. Mkuu wa majeshi ya mbinguni anaitwa Mikaeli. Huyo ni hatari. Huyo wakati wote yuko na mapanga, wakati wote yuko na yuko tu na mapanga. Yani hanaga mchezo, afika mahali anapasua, anapiga, anafyeka, hataniwi na mtu. Anaitwa Mikaeli. Kwa hiyo Mikaeli akaenda akamfyekelea mbali yule principality alikuwa anamzuia, yule pepo aliyekuwa anamzuia Mikaeli, akamfyeka. Ndio Gabrieli. Sasa malaika Gabrieli ndio kupata nafasi, akachomoka akaenda kwa Danieli na akamwambia kwamba tangia siku ya kwanza ulipoomba, ile siku tu ulipotiania kuomba, Mungu alishanituma. Sasa mwenzako siku 21 nimezuiwa angani, nimezuiwa mpaka Mungu alipomtuma tena Mikaeli ndo kaja kunisaidia. Hivi hapo nimemwacha Mikaeli zinapigwa huko angani, zinapigwa, mimi ndo nikapata upenyo, nimechomoka kuja kukuletea majibu. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo ujue kwamba malaika huwa wanatumwa kwa binadamu kabisa wa kawaida.
kwenda kuwapelekea majibu. Sasa nirudi kwenye story yangu, nilikutana vipi na malaika? Nimesema nilipelekwa kufanya kazi, nilipomaliza chuo nilipelekwa kufanya kazi sehemu moja. Hiyo sehemu ilikuwa ni territory ya wachawi. Na sasa kuna siku moja tukapishana Kiswahili na yule bibi, nafikiri alikuwa anamiliki lile eneo kichawi. Unajua ni hao wanawake wanakujaga kuzoa taka za manispaa. Sasa akataka kama kunionea. Nafikiri alitaka kunipima kwa sababu nilikuwa mgeni, kwa sababu wachawi wana kawaida kusumbua tu. Ukiwa mgeni sehemu anaanza tu kukusumbua. Kwa hiyo bwana siku hiyo akanisumbua. Akawa anataka nimlipe hela kila siku. Nikamwambia hii sio sawa. Kama ni takataka za manispaa tunatakiwa kulipishwa nyumba nzima, kwa sababu tulikuwa tumepanga wengi, na pia nafikiri tunalipa mara moja kwa mwezi. Akasema hapana. Sasa baadaye mimi nikareact, naye akareact, afu akaniambia wewe binti hunijui, uliza watu wanaoishi mahali hapa watakueleza mimi ni nani. Unifahamu vizuri utanijua. Mimi sikujua. Kumbuka ni mgeni ile eneo. Nilichofanya nikamwambia usinibabaishe, usinisumbue, unitishi, hivyo nikamjibu juu. Lakini nikiangalia watu walionizunguka wenyeji, naona wamejikunja. Naona wote wananihurumia. Yaani na wasoma sura naona wananihurumia, naona wamejikunja. Mimi nikasema, "Asa mbona hao ni kama wanaogopa? What is happening?" Kana jiuliza. Yule bibi akaondoka, akawa ameniapiza kwamba atanikomesha. Akaenda zake. Sasa yule ameenda, wenyeji wananiambia mwalimu umekosea. Ukutakiwa kujibizana naye. Yule bibi ni mwanga na anaua watu, ni mchawi. Wote hapa tunamjua na tunamuogopa. Nikasema kumbe ndio ilivyo. Ndio maana kila mtu mbona mkunistua mwenzenu wakati unajibizana na mchawi. Wakasema kila mtu akasema mwenzangu tunamuogopa. Bibi alikuwa ni territorial witch, ni wale mawitch wenye nguvu za uchawi, anamiliki eneo zima mpaka analeta utisho, watu wote wanamuogopa. Mimi nikaachana naye nikaenda kazini. Lakini usiku nikarudi, yani nilipokuwa nakaribia kulala usiku, nikataka tu kujirusha. Ndani yangu nikasikia omba usilale, usije ukasubutu kulala bila kuomba. Nikasema amekuwa hayo. Nikatii, nikainuka, nikaomba, nikamwambia Mungu ninaomba ulinzi, nilinde, maana mimi sijui, yamkini kuna kitu kibaya kimeplaniwa. So Bwana Mungu naomba unisaidie, nifunike kwa damu yako, nilinde, niletee malaika wanilinde. Hivyo tu nikaenda nikalala. Sasa wakati nimelala usiku nikaota ndoto. Kumbuka ndoto ni ulimwengu wa roho. Kama ulikuwa hujui, ukiota ndoto ni ile inakupa habari ya nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Wakati mwingine ndoto ni kuchoka kwa akili kwa mambo mengi sana, ni kweli, lakini mara nyingi kabisa ndoto huwa ni representation ya ulimwengu wa roho, nini kinaendelea. Kwa hiyo kuanzia leo take serious habari ya ndoto, usiziache wala usizipuuzie. Usije ukapuuzia ndoto. Nitakuja na somo hilo siku nyingine. Kwa hiyo siku hiyo nikaota naamka usiku kwenda kujisaidia. Choo kilikuwa nje enzizo. Kwa hiyo nikawa nimetoka, nyumba hii ni ya kupanga. Nimetoka usiku, ni ndoto. Nafungua mlango wangu ili niende nje, nikakuta hapa kwenye kwenye nyumba yangu, kwenye chumba changu hapa nje amesimama askari mmoja upande huu na askari mwingine upande huu, na wote wameshika mapanga. Sikiliza, hawa sio askari kama hawa askari wa kwetu. Hawa walikuwa ni askari, ni majanti, alafu wamevaa mavazi yale ya chuma. Nimeweka kwenye video hapo utaona. Hivyo ndo nilivyoona. Kwa hiyo nimetafuta picha nikaipata. Wako kama hivyo wanavyoonekana kwenye video, ni askari ambao wamevaa mavazi ya chuma, alafu wameshika sword. Kwa Kiingereza tunasema sword, lakini kwa Kiswahili nafikiri ni jambia, yale mapanga marefu makali. Wameshika, wamesimama kimya. Nilipofungua mlango nikiwa kwenye ndoto nikasema oh my god, kumbe nina walinzi. Nikawa nimejiongelesha hivyo, nikasema sikujua kumbe nina walinzi hapa nje. Hawakuniongelesha, wamesimama huku na huku, wamesimama kimya, wameshika zile sword, zile jambia, wamesimama wakiwa wamevaa mavazi yale ya chuma. Nikaenda zangu,
asubuhi nikastuka, asubuhi nikakumbuka niliota kitu cha namna hiyo. Sasa kipindi hicho mimi nilikuwa sijui, kwa sababu mambo ya ndoto nilikuwa siyachukulii serious. Sikujua ni nini, nikaishia zangu, nikaendelea na maisha yangu. Sasa ndo ulikuwa mwisho wa mimi kutishiwa na yule mchawi. Baada ya siku chache nikasikia habari juu tu. Wakaniambia, mwalimu, unamkumbuka yule bibi aliyekutishia siku alisema atakuweza, sio atakumaliza? Nikamwambia nakumbuka. Wakasema yule bibi ni mgonjwa sana. Anaumwa vibaya mno. Yaani ni wa kuingiza ndani na kumuingia, yaani ni wa kumpeleka nje na kumuingiza ndani, hata kutembea hawezi. Nikasema ni nini kimempata? Nikasema sijui, sikufuatilia hiyo habari, nikaendelea na maisha yangu mpaka nilikuja kuondoka Tanzania. Kwa hii ndo story ambayo nilitembelewa na malaika. Baadaye sana nilikuja kugundua wale hawakuwa walinzi au haikuwa ndoto ya kawaida, wale walikuwa ni malaika. Tena ni specific angels, kwa sababu walikuwa wamevaa mavazi ya kijeshi. Kwa hiyo ina maana wale walikuwa ni malaika wa vita, ni wale wapiganaji, wale wanajeshi ndio walioletwa siku hiyo. Kwa hiyo ina maana kwa lugha nyingine, yamkini yule mama aliplani kuja kunifanyia kitu kibaya sana. Labda waliplani na nimekwambia alikuwa ni mchawi mzito. Labda aliplani na grupu zima waje siku wanile nyama, waniue, wanitafune, wanibanike, hivyo. Unaona? Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mlinzi, Mungu anasikia, Mungu ni baba yetu. Nilipoomba yale maombi, Mungu anajua zaidi kuliko tunavyojua. Kwa hiyo aliona hii kesi ni nzito. Huyu mtoto ni mgeni na hajui uzito wa hili jambo. Anaweza akamtafuna hapa hapa. Kwa hiyo Mungu aliamua kuleta malaika. Hakuleta malaika wa kawaida, alileta malaika wapiganaji. Kwa hiyo kama wale walikuja siku cha moto walifanya nini? Walikiona. Na ndio maana yule bibi ninafikiria ndio maana alikuja kuumwa sana. Sikumuona tena mtaani wala hakuonekana tena. Nikaambiwa tu alikuwa anaumwa sana, ni mtu ambaye anaingizwa na kuingizwa ndani na kutolewa. Sasa mimi nilikuja kuondoka baadaye Tanzania, sijui alipona au alikufa, hiyo habari sijui. Lakini hii ndio ilikuwa experience yangu. Nililetewa ulinzi wa malaika. Tena hawakuwa malaika wa kawaida, walikuwa malaika wa vita. Sawa? Kwa hiyo ni story ya kwanza. Nimekwambia ni story nyingi. Yaani nimeshavushwa kwenye vitu, nimeshapewa vitu katika ulimwengu wa roho kwa sababu Mungu alileta malaika. Nina story experience kama hizo nyingi tu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Mungu akawa anakusaidia kwa namna moja au nyingine bila kujua. Yamkini kuna siku ulishawahi kusaidiwa na malaika. Katika comment hapo chini, comment, je, ulishawahi kusaidiwa na malaika? Au uliwahi kugundua kwamba Mungu alikutumia malaika kukusaidia? Au uliwahi kukutana nao? Kama una experience kama hiyo, please comment kwenye comment hapo chini ili na sisi tuweze kupata hiyo experience. Mungu akubariki sana na muwe na wakati mzuri. Kumbuka kulike, kushare please and subscribe. Bye bye and thank you so much.